Kwenye simu yangu kuna mtu amenitumia message hii anasema Canon EOS 70D ni moja kati ya kamera ambazo zimewahi kutawala sana dunia kwa filmmaking na content creator. Hiyo unaonaje, ni nzuri au ni mbaya? Afa akasema hivi, lakini kwa sasa tuko mwaka 2026. Mwaka 2026 kuna kamera gani ambazo zinafanya vizuri? Kwa mfano 2026 kuna Sony A7 III, Blackmagic Pocket 4K, Canon R50, Canon R10, na Canon hiyo, na kwa maana Canon EOS R mpya zote. Je, Canon D70 bado inafaa kununua kwa mwaka 2026? Huyu jamaa ndio alichoniuliza, na mimi unajua nilimjibu nini? Nikasema hivi, ndio muda wake umeisha, lakini acha nifanyie review, niende deep niangalie bado inafaa kutumia kwa mwaka 2026. Yes, nikafanya review zangu za maana, review zangu ambazo ni bora na ni best sana. Kuona nikatest, nikafanya review kuhusu Canon EOS 70D. Nilitoka nayo nikaenda nayo kushoot music video. Nilitoka nayo nikaenda kupigia picha. Nilitoka nayo nikaenda nikashutia clip za YouTube. Nilitoka nayo nikaenda kufanya review ya baadhi ya vitu vyangu, nikafanya unboxing, nikafanya vitu vyote. Sasa before sijakwambia hii kamera ni bora au sio bora, twende tukaona hizi testing zangu. Wakati na testi, kuna jamaa nilikuwa na shoot clip cha action, jamaa akiwa ameiba kitu alafu anajificha, jamaa akiwa anaiba kitu alafu anajificha. Hebu angalia ubora na uzuri wa hii kamera ikoje. Let's go. Tumeona nadhani umeona clip zake. Canon EOS D70 ilitoka mwaka 2013. 2013 mpaka leo ni zaidi ya miaka 12 mpaka 13. Unataka kujua kwa nini imefanya mambo gani mazuri? Kuna mwingine akaja akasema, unajua watu wangu kwenye group ninavyowafundisha wanaelewa vizuri sana, na kushauri na wewe kama unapenda mambo ya kupiga picha, kushoot video, kufanya color grading, kufanya editing bora, njoo kwenye group langu, utajifunza vitu vingi sana ambavyo huwezi kufundishwa na mtu mwingine. Wengi wanafundisha unajikuta unachukua muda mrefu kusoma. Yaani wewe mtu unakuja bana, una shughuli zako, uko busy na mambo yako, mtu anakufundisha darasa miezi mitatu, miezi minne. Hapana, mimi na mafunzo mpaka ya siku 3. Yaani ndani ya siku 3 ushakuwa king kama mimi. Siku 3. Inakuaje? Nicheki WhatsApp, namba iko chini kwenye description hapo. Alafu pia kama unataka kujiunga kwenye group langu, nicheki chini hapo, kuna namba kwenye description, itakuunganisha na kila kitu kitakuwa poa. Kuna hii hapa unyama zaidi. Sikiza. Jamaa akasemaje? Mtu wa kwanza, sipendi ku mention jina. Kuna jamaa anasema hivi, akaja akamention color science ya Canon. Obviously tunajua Canon zote zina color science bora sana. Akasema hivi, Canon bado inajulikana kwa skin tone nzuri sana. Nikamwambia yes, na hizi zote ni kwa sababu mimi nimewafundisha. Akasema hivi, ukimpiga mtu rangi zake za ngozi mara nyingi zinaonekana natural bila editing, yuko correct kabisa. Akasema nyingi, hii ina faida kubwa sana kwa beginner. Ni kweli. Sasa mimi naendelea kukufafanulia kwa nini nikasema hivi. Kuna kamera nyingine ambazo ukienda kumpiga picha mtu ili uifanye kala yake iwe natural, skin tone yake bora, utabidi ukae kwenye computer ufanye editing nyingi sana, utahangaika sana mpaka unakuja kuipata natural kala yake. Lakini kwa kamera yoyote ya Canon hamna hicho kitu. So hii
tunazungumzia ni Canon EOS D70 na uzuri wa Canon EOS D70. Sijataka kuiongea mimi, nilitoa darasa nikaweka kwenye grupu langu la WhatsApp, alafu nikawapa na wanafunzi wangu wengine. Hapa sasa kila mtu nilichomfundisha na kuja kupokea maoni, kila nilichomfundisha ameelewa. Kuna mtu naye akaja akajibu akasemaje, wakati kamera inatoka moja kati ya mapinduzi yake ilikuwa kwenye autofocus. Ni kweli Canon EOS 70 ni bora sana kwenye autofocus. If you don't believe me, nunua Canon D70 afu weka lens ya 50 ambayo inafanya autofocus vizuri. Hauhitaji kufanya focus mwenyewe. Kwa hiyo hata leo bado kuna jamaa mmoja sasa, hata bado leo natumika kwa ajili ya YouTube, review, vlog na tutorial. Ni kweli alichosema, ni kweli kwamba Canon EOS 90D bado ni safu. Picha nyingine akasema hivi, bei nafuu sana. Hivi sasa unaweza kununua Canon D70 kwa bei nafuu sana kulingana na kamera mpya. Kwa mtu yoyote anayeanza kufanya content creator, hii ndio kamera ya faida kubwa sana. Akasema nyingine, lenzi nyingi za EF ni kweli ziko cheap sana. Soko limejaa lenzi za EF, unaweza kupata lenzi nzuri kwa bei nafuu kuliko mirrorless nyingine. Yuko sahihi sana. Mapungufu yake sasa, yes, watoto kule mjifunza vizuri. Mapungufu yake, Canon EOS D70 ni perfect camera lakini haina 4K. 4K yes, hakuna 4K kwenye D70. Kama unataka 4K, nunua 90D au 5D Mark IV, ila ya bei rahisi nunua 90D ndio bora zaidi. So kwa 4K hapa hamna. Akasema ina record full HD, ni kweli. Mara nyingi leo asema kamera nyingi leo zina 4K. Of course kamera zinazotoka, hata mimi natumia Eclipse 4K, na mimi hapa mara ya mwisho yani mara ya kwanza nikisema hivi niliwekaje sawa. Mara ya mwisho mimi nimeacha kupakia video kwenye YouTube ambao sio 4K ilikuwa ni mwaka 2020. Kuanzia 2021 video zangu ni 4K. Hata hii video unayoangalia hapa, badilisha resolution yako uone inakuja 4K quality kabisa. Akasema low light yake ni kali ukilinganisha na Sony A7 III. Yes, unajua kwa nini nasema hivi? Kwa sababu Sony A7 III ndo kamera natumia kwa kufundishia. Of course kuna Mark III la wengi wanapenda kutumia Sony. Dynamic range, vitu vingi wameongea. So kama unataka kuendelea kujua na kujifunza zaidi vitu kama hivi hapa, jiunge kwenye grupu langu la WhatsApp. Sasa nilichukua Canon 90D nikafanya comparison na Canon D70. Matokeo yake nitakuja kuyaweka, utakuja kuona. Lakini kwa sasa hivi nimechukua Canon EOS D70 nikafanya comparison na simu yangu hapa iPhone 13, kafanya comparison. Matokeo yake pia nitakuja kuyaweka. Lakini kiukweli kama unatafuta kamera nzuri na ukafanyia ni ya bei ya kawaida, nunua Canon D70. Ni kamera nzuri sana, inaweza kukupa karibuni kila kitu. Unataka kupiga nao picha 100%, inaweza kusaidia kwenye kazi ya picha. Unataka kushutia video, inafanya vizuri sana kwenye video. Unataka kufanyia project nyingine, inafanya vizuri kwenye project zote. But kwa nini nimezungumzia Canon EOS D70? Ni kwa sababu niliangalia uchumi wa watu wa sasa hivi. Uchumi wa watu ambao wanakuja sasa hivi kwenye game wanaotaka kamera, wengi bajeti zao zinacheza kuanzia $1.5 kushuka chini. Yaani budget inakuwa iko hapo. Na ndio watu wengi ambao nimewapeleka kwenye maduka kununua kamera na wengine nimewauzia kamera, budget zao nyingi zinakuwa ni hapo. $1.5 mpaka kwenye $800,000. Kuna mtu mmoja juzi kanipigia sema, nataka kamera $500,000. Nikamwambia ndugu yangu, kamera $500,000 zipo lakini sio kwangu. Kwa nini? Mimi siwezi kuuzia kamera $500,000, nitakuuzia kamera mbovu. Mimi kitu ambacho sikiwezi ni kuuza kamera mbovu. Mimi ukitaka kununua kamera, ndio maana watu wengi wanatumia mimi. Ukitaka kununua kamera, watu wananitumia mimi fedha, alafu mimi naenda dukani au naangalia naletewa kamera. So wewe umenitumia fedha, mimi naenda dukani, nachukua kamera nataka, naichukua naijaribu. Baada ya kujaribu naona imeridhisha ndo naituma. Au wengine mwenye duka, kuna jamaa mmoja na rafiki yangu mmoja anatumiaga sana kamera zinakuja nyumbani kwangu. Nyingine zinakuja ofisini. Chukua kamera hizo hapo, uza. Si unanielewa Kwa unachukua zile kamera naanza kuzitesti na test. Kwa baadaye nakuza nazuuza. Kwa baadaye mzamana nakuwa ni mimi. Na mimi ndio maana sitaki kamera ya bei rahisi. Kwa nini? Kamera ya bei rahisi mara nyingi huwa ni famba, huwa ni mbovu. Nyingi zimepigwa sana pasi Kariakoo. Kuna wana wanasafisha. Yaani ukiona watu wanafanya refurb zile kamera, roho yako itaumia sana. Mimi ni kulingana na kitu ambacho nataka kutoa kitu bora. Kwa hiyo sitaki kumuingiza mtu mkenge. Kwa hiyo reason ambayo nikafanya review kamera, kwa nini? Watu wengi budget zao zinacheza kuanzia $1.5 around mpaka kwenye $900,000, $800,000. Hao ndio watu wanataka kununua kamera sasa hivi. Sasa mimi nikajaribu kufanya review kamera gani ambayo bei yake inaanzia $1.5 mpaka kwenye $800,000.
nikagundua ni D70. Of course D70 unaweza kupata kwenye price milioni 1, 1,300,000. Ikiwa mpya kabisa unapata mpaka 1,350,000, 1,400,000. Kuna zile ambao an opening box, yani iko sealed kabisa, mpaka milioni 1,500,000 unapata iko complete na lens yake. Ile ikiwa body only unaweza kupata mpaka milioni 1, milioni 1,200,000 hivyo. Na hata pia D80 ni bonge moja la kamera, nitakuja kufanya review yake na utakuja kuiona. Mimi D80 nimefanyia project nyingi sana. So ndugu yangu, kama unataka kununua kamera nzuri kwa sasa hivi, Canon D70 nzuri sana. Ukipata, kama unaweza kufika kwenye Canon D80, ni kamera moja nzuri sana. But review kwangu mimi is the best. Na kwa nini sikutaka kuongea sana kwenye video yangu hii? Nilifanya review nikafundisha watu kwenye grupu, baadaye nikachukua matokeo yangu nikaweka mtandaoni, ambao kwenye grupu langu la WhatsApp. Kwa watu wakaanza kutililika, kila mtu anaongea vile kulingana na mafunzo. Kwa kama ni mtu wangu unataka mafunzo, kujifunza mambo ya production, njoo kwenye grupu langu. Nafundisha vitu vizuri na ni vitu hadimu uweze kufundishwa na mtu yoyote. Like, kama ni mtu ambaye unataka kununua kamera kwa sasa hivi, kamera sasa hivi ziko chini sana. Kama unataka kununua kamera Sony, Lumix na nini, tuwasiliane. Ukija kwangu mimi nitakusaidia, utapata kamera bora sana na nitakupeleka kwenye maduka, na kuna kamera nyingine hapa mjini hazipo. Tunaweza nitakufanyia, nitakuagizia. Ndio maana nina page yangu ambayo inaitwa Bingwa wa Kamera. Ingia kwenye Instagram, fuatilia, na kuna mambo mengi sana msingi. Kwa mtu unataka kununua color, kujifunza color grading, kuna vitu hivi. Unataka kujifunza editing, color grading, namna ya kupiga picha, namna ya kushoot, kufanya na project nyingine za msingi sana, njoo nicheki kwenye WhatsApp hapa. Natoa mafunzo kwa huduma rahisi sana, na watu wanataka kujifunza kwenda kwa mbali, kwa director kama mimi, kushoot ma video kama mimi ni kitu kizuri sana, na hivyo mazee. So napenda sana wakati na shoot hii, unaona hii color ambayo nimetumia kwenye Canon D90D, Canon EOS 70D, color hiyo ipo. Kama umeipenda, njoo uangalia, alafu utaona ni jambo moja la msingi sana, alafu uone ni vitu ambavyo nitakuja kukuletea. Naitwa Director T-Romix. Basi leo nilikuwa sina mood ya kuzungumza, lakini ndio hivyo ndugu zangu, mtanisamee kama kuna chochote ambacho nimekosea. Njoo tuwekane sawa hapa. Kama kuna kitu chochote ambacho unaona nimepatia, njoo gonge like zako na utoe shout zako. Na kama kuna kitu unataka kujifunza zaidi, nicheck kwenye WhatsApp na kila kitu kiko on. Mimi nawapenda sana, msisahau kusubscribe, like na comment. Next time.